Basi, karibu kwenye mjadala wetu wa leo. Hapa nina mwenzangu. Jina langu ni Ivan Sagutu. Mia hapa ni Beki. Mada yetu ya leo ni kuhusu mapenzi, na hasa tunajikita pale kwenye hafla ya Valentino. Na basi nitakuuliza maswali kadhaa alafu tuweze kujua kwamba ni nini hasa katika Valentino, ni nini tunataka tujue kwanza. Tuibambanie hiyo Valentino. Alafu utaweza kuambia wasikilizaji jambo. Naam. Na maswali kadhaa tu ya kukuuliza, na swali langu la kwanza ni hili. Unatambua chochote kuhusu Valentino? Naam, Valentino, juzi nilikuwa nikisoma kuhusu Valentino na niliulizwa, yupo mtu ambaye aliniuliza eti ina maana gani mtu akimwambia mwenzake eti will you be my Valentine? Naam, kisha nilipata kujua kwamba Valentino ni hafla ama ni sherehe ambayo imepewa jina la mtu ambaye anaitwa Saint Valentine. Naam, na mtu huyo ndiye sasa hiyo siku sasa alitengewa yeye, na ilikuwa siku maalum ambapo mtu angempelekea mwenzake, labda mtu ambaye anampenda, mtu yeyote tu ambaye unampenda, ungempelekea zawadi ama salamu, kitu kama hicho. Naam. Sasa ilikuwa ni siku ya mtu, lakini ajabu, dunia yote imechukua ni kama ni siku ya dunia mzima sasa kusherekea. Sasa kwako haufahamu kama ni siku ya mapenzi? Kwangu nachukulia kwamba swala la mapenzi linafaa kuwa swala la kila siku. Ikiwezekana liwe la kila wakati. Naam. Vyema, hatujakataa hilo. Sasa kwako Valentino haifai kutengwa siku moja tu. Naam, okay. Lakini katika dunia hii kuna watoto, sio? Na watoto wengi mara nyingi wanapenda, unajua mapenzi mwanzo katika utoto mapenzi ni matamu. Na nadhani hilo swala la kuwa kila siku ni na watu ambao wamekomaa. Au sio? Kweli unajua umeleta dhana nyingine kwamba kuna utoto katika mapenzi na kuna mapenzi ya wale ambao wamekomaa. Kwa hivyo sijui acha niseme kwamba na ni maoni yangu haya kwamba swala la mapenzi ama swala la Valentino huenda ni la mapenzi ama lina mashiko sana kwa watoto kama ulivyosema. Lakini kwa wale ambao wameshakuwa wakubwa kwenye mapenzi hawana shida. Naam, huonyesha mapenzi kila siku. Acha nikupe mfano. Siku chache tu zilizopita nilipokuwa nikiwasiliana na rafiki yangu mmoja, nilimuuliza kwamba unajua alienda akafanya harusi na vitu kama hivyo, ilikuwa ya mbwembwe, shangwe. Naam. Sasa nilimuuliza, je, iwapo ungepewa nafasi ya kwenda ukafanya harusi tena, ungeenda? Eti umechangiwa pesa na kila kitu, sasa ungependa kwenda kufanya harusi tena? Akaniambia, mimi mtazamo wangu kuhusu harusi imebadilika sana. Manake naona ni jambo tu la siku moja ambalo utalitumia tu, ni siku ambayo unasherehekea na watu, unawalisha jiji ama mji. Naam, lakini mwisho wa siku mnabakia wawili. Kwa hivyo ndio maana unaona baadhi ya mapenzi ama ndoa zinaharibika. Sasa swala la mapenzi ama swala la Valentino, iwapo tutaweka mapenzi kuwa ya kuonyeshwa siku moja, by the way, hiyo mapenzi ya siku moja inaweza kusema ni show off, ni ya kujionyesha tu. Kwamba watu wanawapenda. Naam, ni ya kujionyesha kwamba sisi nampenda fulani, ama ni siku tu la dhihirisho la mapenzi, lakini si jambo kubwa vile. Naam, asante, nakubaliana nawe kidogo tu. Acha tusiingie ndani kwa undani sana. Sasa swali langu ni hili hapa. Valentino ni siku ya watu kupendana, lakini mbona inageuka kwamba siku hii ya Valentino unapata kwamba watu wengi wanauana, kuna mauaji, kuna kukosana? Mbona kwako wewe ni nini kinachoweza kuchangia mambo kama haya? Maana hiyo ni siku ya kupendana, sio? Lakini mbona kutokea visa vya mauaji, visa vya watu kuachana, mapenzi watu wengi yanavunjika? Kwa nini? Basi narejelea tu pale kwa utoto na ukomavu katika mapenzi. Unajua hapo ndipo kuna msingi wa kila kitu, Bibeki. Kwa sababu pale ambapo mtu anasema kwamba anatarajia, ama niseme kwamba mtu anatarajia kuonyesha mapenzi siku moja, umekuwa ni kama mtu ambaye anatarajia nguo ya Krismasi siku hiyo tu ya sherehe. Naam, alafu usipomfanyiwe siku hizi zote umekuwa ukimpa nguo,
Lakini sasa siku hiyo usipompa nguo eti anakwambia yameisha. Yameisha nini? Yale ambayo yamekuwa na yale ambayo yamejikita kwenye msingi bora hayawezi yakaisha kiovyo hivyo. Ndio maana unapata mtu iwapo siku hiyo amefungiwa simu anaanza kuhisi vibaya. Labda hata hajafungiwa simu, lakini ilikuwa tu ni kama sadfa niseme, kwa sababu haisemeki kwamba ama hatuwezi tukasema kwamba siku ya Valentino simu sasa haziwezi kwenda off, haziwezi kuzimika, hapana. Lakini si unajua kuna wengi wanatarajia hiyo siku. Unajua sasa manake imesemekana kuwa ni siku ya Valentino. Yaani kuna zile expectations. Sasa mtu anajua kwamba mpenzi wangu siku ya kesho, mwanzo leo ameichaji simu yake, sasa hawezi kuwa mteja. Na basi unaona sasa shida ya kwanza na nafurahia kwamba swali hili walijibu wewe mwenyewe. Umesema kwamba kuna hilo la expectation, kuwa na matarajio kuhusu kitu fulani. Kwa hivyo nisipokupa kile ambacho nakitarajia, utaanza kuisemekana kwamba sikupendi. Ila siku hizi zote nimekuwa nikikupenda, nimekuwa nikikufanyia hili, nimekuwa nikikufanyia lile, na alafu siku hiyo iwe kwamba sijakifanya, sasa unahisi ni kama hupendi. Huo ni utoto katika mapenzi. Kwa hivyo mtu ambaye anaingia kwenye ama anaenda siku ya Valentine akifikiria kwamba anafaa kupewa hili na lile, huyo basi bado ni mchanga. Mapenzi ya kweli yanafaa kudhihirishwa kila siku. Ndiposa unapata kwamba mtu anajiua, ama siku hiyo ndio mtu anagundua kwamba eti hajapendwa, ama anajipata kwamba wako wengi, lakini ni swala ambalo halifai. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru kwa maoni yako mazuri. Asante pia kwa muda wako. Kabla tuondoke, waambie wasikilizaji na watazamaji jambo. Asante. Langu ni kwanza kuwaambia hongera wapendanao, na muendelee hivyo hivyo, na mjue kwamba swala la mapenzi ni swala tata, na ni swala ambalo linaonyesha ama ni la watu wawili mara nyingi. Japokuwa kuna wakati fulani ambapo mtu anaweza akataka kudhihirisha mapenzi yake kwa mtu mwingine, ama mtu angependa aonyeshwe kwa ulimwengu, lakini sidhani kama huo ni ukomavu. Huenda, lakini ni maoni yangu haya. Nafikiria kwamba wapenzi wa kweli wanafaa kuwa wakionyesha mapenzi yao kila siku. Isiwe kwamba unangojea siku moja upendwe kwa siku moja kati ya siku 360 na unapendwa kwa siku moja. Basi hapo utakuwa umekosea. Naam, ndio maana tunaona kwamba alafu pia ukipatikana kwamba ama ukijipata kwamba siku hiyo umetengwa, siku ya Valentino umetengwa, ni nafasi yako nzuri ya kuanza upya. Ujijue, ujirudi, ujue ni nini na kuhalisi, ujue ni wapi unafaa kwenda, unajua ni nini unafaa kufanya. Si siku ya kuanza vita na vurugu na fujo au kufikiria kwamba dunia yako imeisha, hapana. Kwa hivyo ukuaji katika masuala ya mapenzi unahitaji kwamba wewe mwenyewe uwe umejiimarisha na umejidhibiti nafsi kwa kiasi kwamba unaweza ukashughulikia masuala mengine kama heartbreak na msongo wa mawazo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo iwapo huje kuwa tayari, tafadhali usijiingize, manake pia si lazima nikisema kwamba rafiki yangu hapa ameingia kwenye mapenzi, si lazima kwamba mimi mwenyewe niwe pia kwenye mapenzi. Hapana. Mida yetu ni tofauti. Naam. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante wasikilizaji kwa kutusikiza siku ya leo. Lufa Afrika itadumu milele. Asante.